Leo tutazungumzia kuhusiana na ulimwengu wa kiroho ndani ya nyota. Utafahamu nyota yako ni ipi, nyota ipi inatakiwa ifuatishe, na tabia za nyota yako, misingi mikuu ya nyota yako na changamoto zilizopo katika nyota yako. Video hii itakufunua kwa undani zaidi kuhusiana na mambo ya kinyota na kuelewa wewe ni mtu wa aina gani. Kwanza kabisa, binadamu ana nyota mbili zinazomuongoza katika maisha yake. Nyota ya kwanza ni nyota uloipata siku ambapo ulizaliwa. Hii ni nyota inayofahamika kama tarehe ya kuzaliwa. Na nyota ya pili ni nyota uloipata siku ambayo unapatiwa jina lako. Hii ni nyota inayofahamika kama nyota ya herufi ya jina. Hivyo basi, unaweza ukawa na nyota ya tarehe ya kuzaliwa tofauti na nyota ya herufi ya jina. Zote ni nyota zako, lakini nyota yenye nguvu kubwa zaidi na iliyoshikilia maisha yako ni nyota ya tarehe ya kuzaliwa. Hii ndo nyota yenye nishati kubwa katika maisha yako. Hivyo basi, kama unafahamu tarehe ya kuzaliwa, hii ndo nyota unaotakiwa kuifuatisha. Na nyota ya herufi ya jina utaitumia pale ambapo hujui tarehe ya kuzaliwa. Nitaanza kukuchambulia nyota hizi katika sayari hii ya dunia ambapo nyota zipo 12. Nyota ya kwanza ni nyota ya samaki. Nyota hii ni kwa watu walozaliwa kuanzia tarehe 20 mwezi wa pili mpaka tarehe 20 mwezi wa tatu. Na kwa watu wenye herufi ya jina iliyoanza kwa herufi L pamoja na X, watu hawa wameingia kwenye nyota ya samaki. Kama wewe nyota yako ni samaki, basi natakiwa utambue ya kwamba wewe una nguvu kubwa sana ndani yako kuliko unavyojiona nje. Watu wanakuita mtulivu, mpole, au hata kwa muda mwingine wanakuona hauna msimamo. Lakini ukweli ni kwamba wewe unafikiria kwa kina zaidi, unahisi mambo kabla hata hajatokea. Si kwamba unajua kila kitu, lakini uhusiano wako na ulimwengu wa kiroho upo karibu sana na una nguvu kubwa sana. Moyo wako una huruma kupita kiasi. Unaweza kusaidia watu hata kama wewe mwenyewe bado hauna kitu. Unaweza ukawa nacho lakini chote ukakitoa katika kumsaidia mtu na wewe ukabaki hauna kitu. Hiyo ndio baraka yako, lakini pia hiyo ndio shida yako kubwa katika maisha yako, kwa sababu mara nyingi watu wengi wanakuwa wanakutumia na wewe unakuwa unaamini sana watu, unaamini ahadi zao na unaamini kila mtu anaweza kubadilika, na hiyo ndio inakuwa mara nyingi inakuumiza katika mahusiano, familia, hata biashara pia. Unapoumizwa mara nyingi unakuwa hauhangaiki, unakuwa kimya, unaendelea kuumia ndani kwa ndani moyoni mwako. Kimaisha bahati yako ni ya kushangaza. Kuna nyakati mazingira yanakufungulia mlango kiurahisi sana, na kuna nyakati kila kitu kinakwenda kinyume hata kama unazidi kujitahidi. Hii ni kwa sababu wewe unaathiriwa sana na watu wanaokuzunguka, na hali ya kiroho pia ina athari kubwa sana. Ukiwa na watu wenye nia njema unang'aa. Ukiwa na watu wenye wivu, maisha yanaanza kukwama. Katika mapenzi, wewe ni mpenzi wa ukweli, unapenda kwa dhati na kujitolea. Tatizo ni kwamba mara nyingi unaangukia kwenye mikono ya watu wasiothamini upendo wako. Una tabia ya kuona mema hata kwa watu wenye makosa, na hapo ndipo unapopoteza muda wako na ndoto zako nyingi. Lakini ukipata mwenza anayekuaminia na anayekulinda hisia zako, wewe unaweza kuishi maisha mazuri sana. Kazi zinazokufaa zaidi ni zile za ubunifu, sanaa, muziki, uandishi, kutibia kiasili au kusaidia wengine. Una akili ya kuvutia, lakini changamoto yako ni kukosa msimamo na nidhamu. Ukijifunza
ukiweza kujipanga, unaweza kufika mbali zaidi kuliko unavyofikiri. Kiroho wewe ni mtu nyeti sana. Huwa unasikia mambo na kuhisi mambo. Huwa unaota ndoto nyingi na kuhisi uchovu wa ghafla. Hii ni kwa sababu unapokea nguvu nyingi kutoka nje. Unahitaji kujilinda, kujitambua na kusema hapana pale inapotakiwa. Kwa ufupi, samaki, wewe si dhaifu. Wewe ni mwenye nguvu iliyojificha. Unahitaji kuelewa mazingira sahihi ili kung'aa. Ukijithamini na kuacha kubeba mizigo ya watu wengine, utabadilisha maisha yako. Na usisahau, kama jina lako linaanza na L na X, hii ni nyota yako. Na kama tarehe yako ya kuzaliwa ni kuanzia tarehe 20 mwezi wa pili mpaka tarehe 20 mwezi wa tatu, hii pia ni nyota yako. Nyota ya pili ni nyota ya punda. Nyota hii ni kwa watu walozaliwa kuanzia tarehe 21 mwezi wa tatu mpaka tarehe 20 mwezi wa 4, ama kwa watu wenye majina yanayoanzia na herufi A, M pamoja na Y. Basi wewe tambua, ukiwa miongoni mwa watu hawa, wewe ni nyota ya punda. Na usichukulie jina hilo vibaya, kwa sababu nyota yako ni nyota ya uthabiti na utulivu wa ajabu. Wewe ni mtu anayejua unataka nini, una mpangilio na haupendi kupotoka nje ya njia yako ikiwa hauna sababu. Hii uthabiti wako ndio unakufanya ufikie mafanikio yako maishani. Ni baraka yako kubwa sana. Unapenda kufanya kazi kwa bidii na kujenga usalama wa kifedha. Unachukua muda kufanya maamuzi ya pesa, na hiyo ni vizuri, inakulinda. Lakini pia unaweza kuwa mgumu sana kubadilika. Mabadiliko yasiyotarajiwa yanaweza kukusumbua na kukufanya upoteze fursa nzuri sana. Katika mapenzi, wewe ni mwaminifu, mpenzi wa dhati, lakini unahitaji heshima na usikivu kutoka kwa mwenza wako. Ukihisi unadharauliwa au kukawiwa, unaweza kubeba maumivu hayo kwa muda mrefu sana na kujifunga. Hiyo inaweza kuharibu uhusiano mzuri. Pia wewe una nguvu ya kimaadili, unapendwa kwa uaminifu wako, lakini angalia mazingira yako, kwa sababu wewe unaweza kudanganywa kwa urahisi ukiwa na hofu ya kupoteza usalama wako. Kazi yako bora ziko kwenye biashara, kilimo na ujasiriamali. Chochote kinachohitaji uvumilivu na uthabiti, hiki ni kitu sahihi kwako. Ukishika mwelekeo sahihi, unaweza kufanikiwa sana. Kwa ufupi, punda, wewe ni mjenzi wa maisha yenye uthabiti. Shinda ugumu wako wa kubadilika, uchague watu sahihi kuzunguka, na utaishi maisha ya utulivu na mafanikio makubwa. Nyota ya tatu ni nyota ya ndoo. Kama umezaliwa kuanzia tarehe 20 mwezi wa kwanza mpaka tarehe 18 mwezi wa pili, au jina lako linaanza na herufi K ama W, basi hongera. Wewe nyota yako ni ndoo, na wewe ni wa kipekee kabisa. Wewe ni mtu wa mawazo, mtu wa uhuru na wa kuona mambo kwa mtazamo tofauti na binadamu wengine. Unapenda mabadiliko, teknolojia na kuleta suluhisho jipya katika jamii. Watu wanakuita wewe ni mgeni, wakati mwingine hawakuelewi, lakini wale wanaokuelewa wanakupenda sana. Maishani unajiamini kwa akili yako, unavutiwa na mambo mapya, lakini wewe hauwezi kustahimili kufungwa. Ukihisi kukandamizwa, unapata msongo wa mawazo na huzuni pia. Katika mapenzi, wewe ni mtu wa uhuru, unahitaji heshima katika mahusiano. Unaweza kuonyesha upendo kwa njia ya kipekee kwa kushirikisha mawazo na ubunifu, lakini ukipatwa na hisia ya kufungwa, mapenzi yako yanaweza kukauka. Kwa fedha, wewe ni mtu mwenye busara, unapenda kuwekeza kwa mawazo mapya na fursa zisizo za kawaida. Tumia akili yako kwa kipekee katika kupanga vizuri. Kwa ufupi, ndoo, wewe ni nyota ya mwangaza na ubunifu. Ukipenda uhuru wako na kujitambua, utaleta mabadiliko makubwa kwako na kwa wale wanaokuzunguka. Nyota ya 4 ni nyota ya mapacha. Nyota hii ni kwa watu
wenye jina linaloanza na herufi C pamoja na O, au kama umezaliwa kuanzia tarehe 21 mwezi wa 5 mpaka tarehe 20 mwezi wa 6. Karibu kwenye ulimwengu wa mapacha. Akili yako inafanya kazi haraka sana. Wewe unaishi kichwani. Mara nyingi unaonekana kama unabadilika, lakini ni kwa sababu mawazo yako yanakupita kwa kasi sana. Unapenda kujifunza, kuuliza maswali na kuzungumza. Unachoka kirahisi ukikaa katika mazingira ya kukosa msisimko. Una sura mbili za tabia. Leo unaweza kuwa mcheshi, kesho unakuwa mkimya. Hii si unafiki, ni asili yako. Ndani yako kuna vita ya mawazo, na hiyo ndiyo inayofanya wengi wasikuvumilie. Katika mapenzi, wewe huvutiwa na mawasiliano. Unaweza kumpenda mtu kwa akili kabla ya moyo. Unahitaji nafasi na uhuru wa kufikiri. Ukihisi unabanwa, unaanza kutengeneza njia ya kukimbia. Kazini una vipaji vingi na mawazo mengi. Unaweza kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Shida ni kumaliza ulichokianza. Ukijifunza nidhamu, utafanikiwa sana. Kiroho una ndoto nyingi na unasikia mambo, lakini unasahau kwa urahisi kwa sababu mawazo yako yanaenda mbali. Ukijifunza kutulia, utapokea ujumbe mzuri wa kiroho. Mapacha, wewe si mnyonge, ni mtu mwenye akili kali. Shinda wasiwasi yako, sawazisha akili na vitendo, na utakuwa na mchango mkubwa sana katika dunia hii. Nyota ya 5 ni nyota ya ng'ombe. Kama umezaliwa kuanzia tarehe 20 mwezi wa 4 mpaka tarehe 20 mwezi wa 5, au jina lako linaanza na herufi B, N au Z, basi wewe ni ng'ombe. Narudia, herufi B yani baba, N pamoja na Z, basi wewe ni ng'ombe, na hiyo ni jambo zuri. Wewe ni mtu wa uthabiti na uvumilivu. Haupendi makelele, unajenga maisha yako polepole kwa misingi imara. Unapenda usalama, kifedha, kihisia na kimazingira. Unapenda sana usalama. Unapenda kitu kilicho halisi, kitu kinachoonekana, kinachogusika na kinachodumu. Upendi vitu vya kuwaza kichwani kwamba nitapata hiki, nitafanya hiki. Unapenda kitu ambacho kinaonekana kwamba pesa ipo, basi ipo, sio pesa ya kuiwaza akilini. Kihisia, wewe si mtu wa maneno mengi. Unapenda, unaonyesha kwa matendo. Unajali, unalinda na unahudumia, lakini ukiumizwa unaweza kukata tamaa kwa muda mrefu. Moyo wako ni mzito kuumia. Kwa fedha, wewe ni mjenzi mzuri. Upendi hatari, yani upendi kuchukua yale maamuzi ambayo yanaonyesha kuna hatari mbeleni. Unajenga mali polepole lakini imara. Mara nyingi unaonekana kama hauna kitu, lakini wewe umejipanga vizuri sana. Angalia tu usipite kiasi kwa kupenda starehe, kwa sababu wewe ni mtu ambaye unapenda sana starehe, na hii inakuathiri sana kwenye upande wa kipesa. Tabia yako nyingine ni ukaidi. Wewe ni mtu mkaidi wa kimya. Ukishachukua msimamo ni vigumu kukubadilisha. Hii inaweza kukusaidia au kukudhuru. Jifunze kusikiliza zaidi na kufuata ushauri unaokufaa. Kiroho, wewe unabeba mizigo ya familia ama urithi. Mafanikio yako yanaweza kuchelewa, lakini kwa uvumilivu, na kufunguka kwa kasi sana pale utakapovumilia. Ng'ombe, wewe ni mwaminifu na wakuvumilia. Jifunze kubadilika pale inapobidi, na utaona milango yako mipya ikifunguka. Pia punguza starehe. Nyota ya 6 ni nyota ya mbuzi. Kama jina lako linaanza na herufi J au V, ama umezaliwa kuanzia tarehe 22 mwezi wa 12 mpaka tarehe 19 mwezi wa 1, basi wewe ni mbuzi. Na wewe ni shujaa ambaye bado hajajulikana. Wewe unazaliwa na mzigo wa wajibu. Tangu upo utotoni unaonekana kama mtu mzima. Upendi kelele wala maisha ya ovyo. Unaishi kwa malengo. Unaweza kukaa kimya, lakini ndani yako una mipango mingi.
wewe unashtuka unapokutana na mafanikio yako. Kumbe umekuwa ukijijenga kwa muda mrefu. Unasubira na uthabiti, unaposhindwa huwa imara. Lakini pia unabeba mambo peke yako. Hupendi kuomba msaada, hii ndio jambo inayoweza kukuumiza. Katika mapenzi, wewe si mtu wa maneno matamu. Unaonekana mtu mwenye hisia baridi, lakini unapopenda, unapenda kwa vitendo. Unapenda kwa vitendo, unawajibika na kulinda. Shida ni kusita. Shida yako ni kusita kufungua moyo, na watu wanakukosoa wakidhani hauna hisia. Kifedha, wewe ni mjenzi mzuri wa mali ya kudumu. Hupendi pesa za haraka, unapenda kujenga taratibu. Mafanikio yako yanaweza kuchelewa, lakini yanakaa kwa muda mrefu. Kiroho, una uhusiano na mizizi ya ukoo wako. Unaweza kubeba mizigo ya kizazi, lakini unapojitambua unavunja vizuizi hivyo na kuondokana na ukoo wako wote. Mbuzi, wewe ni mpandaji wa milima. Njia yako si rahisi, lakini kilele chako ni cha juu na cha kudumu. Jifunze kuomba msaada na kupumzika. Kwa wale wanaohitaji kujiunga na grupu letu, basi ingia sehemu ya description ama sehemu ya comment, ambapo utakutana na linki itakayokupeleka moja kwa moja ndani ya grupu letu. Ndani ya grupu utapata utabiri wa nyota kila siku, tafsiri za ndoto, pamoja na mafundisho mbalimbali ya ulimwengu wa kiroho. Hivyo utapata huduma mbalimbali kama kuangaliziwa nyota, kusafisha nyota, kufungua nyota na maelezo mbalimbali ya kuweza kuweka nyota yako sawa na kuweza kuishi huru. Karibu sana.